hili la Pentecost. Nikisema hili sio kama ni hapa Moroni. Yaani hili la FPCT. Mmenielewa? La FPCT hili. Shema si mzuri tu. Shema si mzuri. Yaani mchungaji na muamini, kanisa na muamini, yaani 90% ni mama mzuri kwenye kazi anajitolea, anaingia kufanya kishughuli, panga kitu, hachelewi, lakini ana tatizo. Sikiliza, ikaenda siku yule mama alipofariki, kifo ikaja kwi. Jamani, kifo chenye hakina mkataba wala kina ujanja. Msaidie Yesu jamani, msaidie Yesu mpendwa. Kifo cha kwi tayari akakubali matokeo. Sasa anakufa, amesahau. Si unajua kifo tena akitaarifu. Sina maana yake kwa shangaa sasa. Amina. Kwani unajua nitakufa lini? Sasa kile kifo kikampa matokeo tayari. Sasa wakati mnakasema mazishi yake yatakuwaje? Ni shemasi mzuri sana. Mashemasi mnihurumie, sio nyinyi. Sio ninyi mashemasi. Amen. Wakasema atakaye husika na mazishi haya ni mchungaji kiongozi. Ndiye aje kwenye mazishi, wakampigia mchungaji kiongozi. Baba mchungaji, shemasi wetu amefariki. Njoo, mazishi atasimamia wewe mwenyewe. Na mchungaji kiongozi anamfahamu fika, shemasi mzuri sana. Walipoandaa mazishi, ikaonekana sasa wakaandaa mama waende sijini kuvika sana. Sijui tunasema kuvika sana. Nguo ya mwisho ile. Sasa si wanamuosha kwanza, wakamvua. Walipomvua, amevaa bonge la hirizi. Halo? Upo? Tukivaa hizi nguo zinaficha mambo mengi. Wewe unasemaje wewe? Bwana nishangaa. Baba wewe unasemaje wewe? Sasa maana kifo kilimnaka, hajajiandaa kutoa. Wakasema jamani, tunafanyaje? Angalia, bonge la hirizi. Ile ni shemasi mu. Wakasema hapa tumetea. Inakuaje? Wakaita mchungaji. Mchungaji njoo tuangalie. Kuna nini? Njoo mchungaji, njoo angalia. Njoo. Mchungaji kaenda, angalia. Tukaenda kuna hirizi iko pale. Imefunga na kamba. Hii ni nini? Tufanyaje? Utafanyaje? Wakipenda mchungaji kiongozi. Jamani njoo baba. Kuna nini? Njoo angalie. Kumwonyesha. Kasema hii nani kipya? Hii ni kipya. Mazishi takuwaje? Choweza kumuuliza tu kwamba haya, fungeni hivyo. Fungeni tu, wekeni sana na nini. Ila mimi ibada siendeshi. Maana huyu ni mpagani. Hello. Wewe umechagua fungo gani? Sikiliza. Akaenda kutangazia umma. Akasema jamani, sana mazishi tunaendelea kama kawaida. Kwa sababu ya muda namna gani tunatoka tu ndani, tunaweka tunaenda. Wala mambo mengine muda ule tunatuacha tu. Watu wanabaki na maswali. Kwa nini? Na alikuwa mwenyekiti wa shemasi mzuri tu. Kwa nini? Ni kwa sababu wamegundua alikuwa ni shemasi lakini ana vitu. Unaweza kuwa kanisani mpendwa, wewe ni mwimbaji mzuri, wewe ni mhubiri mzuri, ni mchungaji mzuri, ili ukawa na tabia mbaya. Maana jinsi ulivyochagua ndivyo zitakazotumika. Hamna habari mpaka leo. Kuna watu wengine tu wahubiri wanadawa ili ahubiri vizuri, watu walete pesa. Anaamua kuchagua njia ya shetani apate vitu vinavyomwezesha. Lakini katika ibada ya leo, naomba uchague jina la Yesu, sema amina. Ibada leo, chagua jina la Yesu Kristo, sema amina. Jina la Yesu Kristo lina uwezo. Jina la Yesu Kristo linaponya, linaokoa. Haleluya. Ngoja nikupe ushuhuda mmoja. Ukichagua jina la Yesu una raha. Ukichagua jina la Yesu uko vizuri. Sikiliza. Amina. Wababa, haleluya. Wababa mnaenda mpirani basi hapo. Mtanihurumia kidogo. Wakati tunaokoka tunahitaji kuwa na ibada ya nyumbani. Ile usiku
tunaposhusha msosi, tunapokwenda kulala, tunahitaji kumwambia Yesu. Sikiliza, upo mji mmoja, wakati chakula kimeiva, unajua ndugu zangu, tunapokuwepo hapa tukimtangaza Yesu, tumetangaza mapapa, tunasema amen. Jamani, semeni amina. Na huo mji wameokoka, kama wameokoka iko vizuri. Sasa ugali umeiva, sasa mchawi akaja sasa kwa lugha yetu ya Kiingereza akatambikiza juu ya ugali. Sikia kama nimeelewa mpaka hapo. Sasa kwa Kiswahili wale sio Kiswahili. Katibu nasemaje hapo? Akatambikiza juu ya ugali, na wewe unasemaje? Msomaji wangu. Jamani, akatambikiza juu ya ugali huko juu. Ugali uko chini, yake tambikiza juu. Wewe ni hatari. Ukimkamata Yesu kamata sawa sawa. Sasa wakasema tuombee chakula. Ndugu zangu, tunapaswa kuombea chakula. Amen. Na unapoomba tumia jina la Yesu Kristo. Bwana, ukaomba kasema haya tule kwa jina la Baba na la Mwana. Wengine bwana, tutakuwa na maswali. Hujaweka nini? Muhuri. Sasa akasema baba, twendeni tule chakula. Wakatoka kula, sema tule kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Jamaa ametambikika juu ya ugali, akapigwa mshale kwa. Akafanya hivyo. Sema kikasubiri wanakula. Walipomaliza kula, si kama kawaida, semeni amina. Waliokoka semeni amina. Lazima tuombe kwanza. Hatujaenda kulala, lazima tuombe kwanza. Sinaona mnanishangaa baba kwa hera. Haya. Wakasema Baba wa mbinguni, hakuna na chenye kiko humo kwenye nyumba hiyo. Wakasema Baba, tunahitaji tunaporona tuone kwa jina lako. Nyumba yetu inazunguka kwa damu ya Yesu. Damu yako ikazunguke huko humo. Nilikosea raidi. Kama ungepigwa ukaondoka, ilikuwa bahatike. Shangaa. Ngoja na usubiri kwa kilala. Ni wacheze. Walipoomba wakazungusha nyumba kwa damu ya nani? Ya Yesu. Wakaenda kujidalia. Chenyewe kikaanza sasa kufanya hivi, mguu unauma. Sasa nitafanyaje? Kinataka kupita sasa itake mchawi chenyewe. Na mchawi alikuwa sio mbali, jirani tu. Sio huyu. Jirani tu. Atusaidie Yesu. Jamani, atusaidie Yesu. Sasa wakarara tu. Wamelala. Kinataka kupita hakuna. Maana walishafunga kwa damu ya Yesu Kristo, sema amina. Na damu ya Yesu na nguvu. Jina la Yesu na mamlaka. Hakuna leo kupinga. Wewe acha. Haleluya. Ukiwa na Yesu na nguvu, sema amina. Kinataka kupita, kipite wapi? Pita vile. Kinashanga kikachoka. Na hawa jamaa, mke na mume na watoto, wamepewa ofa ya usingizi. Ni kukoroma tu. Yaani wanasema hata lugha yetu ya kujikoma haipo. Kujikoma hakupo. Na kujikoma biasa bije tu. Kama upo manyana asiyejua Kiswahili asiyejua kia. Hebu basi mrotolele hapo sasa. Haleluya. Hebu mrotolele hapo sasa. Tuanze kutembea. Hakuna kujikoma. Yaani hakuna kujikoma. Ni msingi. Saa 11 jamaa kishachoka, kimekaa chini. Maajabu, video vya bure. Jamaa alikuja hana kaanguo, yuko uchi hivyo. Unajua tukiwa ndani mwa Yesu tunaraha, sema amina. Tunaraha, sema amina. Haleluya. Tunaraha. Jamaa hana nguo. Sasa saa 11 Yesu akamwamsha, baba mwenye mji, nenda nje. Akakuta sabuleni, huyu jamaa yuko vipi? Nisamehe baba, nisamehe. Yuko hivyo. Unajua wachawi ni mimari. Sasa ni bali. Yuko hivyo. Sasa mwenye mji anahojea, wewe ulikuja kujaje? Kwa kweli kila mtu ngoja nikueleze. Sabani jirani yangu sana. Hivi ni jirani kwa jamaa. Kwa hiyo kwa semeni amina. Amen.
ni jirani. Ni jirani. Ila ni mtumishi wa nani? Amechagua fungu la kumtumikia nani? Ni jirani. Akasema mke yuko chumbani, anasikia bless na bless nafanya. Bila hajia akasema, "Baba fulani kuna nini?" Akasema, "Njoo angalie mke wangu, njoo angalie video vya kule." Je, baba kweli? Kuna nini tena? Kijana kiko hivyo uchi. Hivi kama ungekuwa ni wewe usingekimaliza. Aliyokoka halipiti, sema amen. Jamani, haleluya. Aliyokoka halipiti, sema amina. Baba kamwambia ulikosea laini. Hili nyumba si ya kuchezewa. Maana tuna jina la Yesu, sema amina. Hili jina lenye uwezo na nguvu na mamlaka. Hakuna neno kuchezea. Kila nisamehe jamani, nisamehe. Na mimi nikifika nyumbani nitatubu, si utubu hapa. Hapana, niacheni, sameheni jamani. Sasa waliokoka semeni amina wapendwa. Usilipishe. Usilipe hapo kwa nini jamani? Si sawa jamani. Akasema mke wangu hawezi kwenda. Ni saa 11 inaingia saa 12 tayari. Sina hoja chumbani. Leta suruali avae. Hawezi kwenda hivi. Akampa suruali. Akasema, "Baba, ninashukuru kwa sababu nimemuona huyu ndugu. Kumbe ndiye huyu. Adui yangu ndiye huyu. Asante Baba. Naomba sasa mfungue aende nyumbani." Wewe kilikimbia. Jamaa akasema, "Nimemuona yeye. Amenionyesha ndugu yake." Sema amina. Adui yangu kumbe ni huyu, lakini Yesu anakugusa. Sema amina. Nasema ukiamua kumchagua jina la Yesu, hebu chagua jina la Yesu sawa sawa. Ukiamua kuchagua jina la Shetani, chagua. Unajua mpaka leo kuna watu amina, kwenye biashara zao wana mahirizi, kwenye familia zao na nini. Tunaanza zamani tulikuwa watoto wanavaa mahirizi hivi. Leo imeshabadilishwa, ni ndani. Kwa nini? Lakini unaona kama na mimi nimeshirika. Kumbuka huyu mama anachagua fungo gani. Na kazi, ndugu zangu wapendwa, katika siku ya leo, hebu angalia, chagua. Kama umekubali kumtumikia Mungu, hebu tumika. Kama umechagua kutumika Shetani, hebu tumika. Achia kwa Yesu. Shetani ni shetani wake. Yesu ni Yesu wetu, sema amina. Ukijiachia kwa Yesu, kuna vitu vinamiminika, kuna vitu vipata, lakini Shetani ametupofusha akili. Mpaka leo kuna watu wanaingia kanisani, sijui ni nani yule, unajijua, maana Mungu ameshakuona tayari. Wanaingia kanisani lakini ni watumishi wa Shetani. Kamanda. Halo. Unajionaje wewe? Haleluya. Hebu naomba uingie ndani mwa Yesu sasa. Ingia kiroho. Tafakari maisha yako. Kuna watu wamekudanganya. Ngani bali kwa ushuhuda huu. Kuna mama mmoja alinipa dawa ya biashara. Kanipa dawa ya biashara, sema hii biashara, hii dawa wakati unapeleka biashara utakuwa unajipaka, halafu unapaka mzigo, halafu unajipaka usoni, mwili wote unajipaka na kwenye nguo, halafu unapeleka, utauza. Bwana, si nikachukua ile dawa. Nikaanza kujipaka sasa. Nikipeleka pale na kuanzia asubuhi mpaka jioni. Nikasema, huyu mama vipi? Huku nimeshampa hela. Haya, nikamwambia tena, ilipita kama wiki moja siuzi. Nikasema kumbe siasa yao ni hii. Je, kama imekuwa ni dawa kuleta hela, mbona yeye hana hela? Si angepata hela yeye nyingi. Nikachukua ile dawa nikasema sasa kuanzia leo nikamishika nikanitupa. Usinifuate tena. Sikile nilipotupa. Si nikauza. Kasema kumbe ile mama nipata mkosi. Kuna watu wengine ndugu zangu wapendwa, wameona kumchagua Yesu Kristo ni kazi. Wameingia kwenye nguvu ya bandia.